Serikali ya Tanzania iko katika hatua za utekelezaji wa mpango mkubwa wa kuhamisha na kuvunja gereza la kilimo la Songwe liliopo mkoani Mbeya ili kupisha mradi wa uchimbaji wa madini adimu aina ya niobium ambayo ni miongoni mwa madini yenye thamani kubwa duniani kutokana na matumizi yake katika teknolojia za kisasa ikiwemo utengenezaji wa injini za ndege. Uamuzi huo umeibua mjadala mpana kitaifa, huku ukitafsiriwa na baadhi ya wachambuzi kama hatua ya kimkakati ya kiuchumi, lakini pia ukizua maswali kuhusu athari zake kwa jamii, wafungwa na usimamizi wa rasilimali za taifa. Historia ya ugunduzi wa madini. Taarifa zinaonyesha kuwa madini ya niobium yaligundulika katika eneo la Panda Hill karibu na gereza la Songwe, umbali wa takriban kilomita 26 kutoka jiji la Mbeya. Madini hayo ni nadra sana kupatikana duniani na hupatikana katika nchi chache pekee, jambo linaloifanya Tanzania kuwa na nafasi ya kipekee katika soko la kimataifa la madini. Kwa mujibu wa wataalamu wa madini, niobium hutumika kuchanganywa na metali nyingine ili kuongeza uimara na uwezo wa kustahimili joto kali. Moja ya matumizi yake makubwa ni katika injini za ndege, ambapo husaidia kuzuia joto kali lisiharibu mitambo ya ndege. Mpango wa kuvunja gereza. Kutokana na uwepo wa madini hayo chini ya eneo la gereza, serikali ililazimika kufanya maamuzi ya kimkakati ya kulihamisha gereza hilo ili kuruhusu uchimbaji kuanza. Kwa mujibu wa taarifa za awali, gereza jipya linatarajiwa kujengwa katika eneo jingine kwa gharama kubwa, huku mipango ya usanifu ikiwa tayari imeanza kufanyiwa kazi. Mkuu wa magereza wa mkoa huo alithibitisha kuwepo kwa mpango huo, akieleza kuwa utekelezaji wake unaratibiwa kwa ushirikiano kati ya Wizara ya Nishati na Madini pamoja na Jeshi la Magereza. Hatua hii inaonekana kuwa sehemu ya mkakati mpana wa serikali wa kutumia rasilimali za madini kuchochea ukuaji wa uchumi wa taifa. Umuhimu wa madini ya niobium. Niobium ni moja ya madini muhimu katika teknolojia za kisasa, hasa katika sekta ya anga, aviation na viwanda vya hali ya juu. Madini haya hutumika kutengeneza injini za ndege zinazostahimili joto kali, kuboresha ubora wa chuma na kuongeza uimara wake, kutumika katika mabomba ya mafuta na gesi, kutumika katika teknolojia za kisasa za nishati. Kutokana na sifa hizi, mahitaji ya niobium duniani yamekuwa yakiongezeka kwa kasi na kufanya miradi ya uchimbaji wake kuwa na thamani kubwa kiuchumi. Faida za kiuchumi kwa Tanzania. Mradi wa uchimbaji wa madini hayo unatarajiwa kudumu kwa zaidi ya miaka 30, jambo linalomaanisha kuwa unaweza kuwa chanzo kikubwa cha mapato ya muda mrefu kwa taifa. Wataalamu wa uchumi wanasema kuwa ikiwa utasimamiwa vizuri, mradi huo unaweza kuongeza mapato ya serikali kupitia kodi na tozo, kutoa ajira kwa wananchi, kuchochea maendeleo ya miundombinu katika eneo husika na kuweka Tanzania kwenye ramani ya kimataifa la madini. Aidha, uwepo wa miundombinu kama reli ya TAZARA, barabara kuu na uwanja wa ndege wa Songwe unaifanya eneo hilo kuwa na faida kubwa kwa uwekezaji. Changamoto zinazoibuka. Licha ya faida zinazotarajiwa, mpango wa kuvunja gereza umeibua changamoto kadhaa. Moja, uhamishaji wa wafungwa. Uhamishaji wa wafungwa unahitaji mipango madhubuti ili kuhakikisha usalama wao na ustawi wao. Mbili, gharama za ujenzi. Ujenzi wa gereza jipya unahitaji fedha nyingi, jambo linaloweza kuwa mzigo kwa serikali ikiwa halitasimamiwa vizuri. Tatu, masuala ya kijamii. Wananchi wanaoishi karibu na eneo hilo wanaweza kuathiriwa na shughuli za uchimbaji, ikiwemo mabadiliko ya mazingira na maisha yao ya kila siku. Nne, uwajibikaji wa rasilimali. Baadhi ya wachambuzi wameonyesha wasiwasi kuhusu namna rasilimali hizi zitakavyosimamiwa ili kuhakikisha taifa linapata faida stahiki. Maoni ya wananchi na wachambuzi. Baadhi ya wananchi wamepongeza hatua hiyo, wakisema ni fursa kubwa kwa taifa kujinufaisha na rasilimali zake. Hata hivyo, wengine wameeleza hofu kuwa miradi ya madini mara nyingi huwanufaisha wawekezaji zaidi kuliko wananchi wa kawaida ikiwa hakuna usimamizi madhubuti. Wachambuzi wa masuala ya uchumi wanasisitiza umuhimu wa kuwa na mikataba yenye manufaa kwa taifa ili kuhakikisha rasilimali hizi zinachangia maendeleo ya nchi kwa kiwango kikubwa. Nafasi ya serikali. Serikali imeeleza kuwa itaendelea kusimamia mradi huo kwa karibu ili kuhakikisha kuwa unatekelezwa kwa kuzingatia sheria na maslahi ya taifa.
Aidha, imeahidi kuhakikisha kuwa haki za wafungwa, wafanyakazi na wananchi zinazingatiwa katika mchakato mzima wa utekelezaji wa mradi huo. Muktadha wa kimataifa. Niobium ni madini yanayopatikana kwa wingi katika nchi chache duniani kama Brazili na Kanada, na kuifanya Tanzania kuwa na nafasi muhimu katika ushindani wa kimataifa. Kuanzishwa kwa mgodi wa Panda Hill kunaweza kuifanya Tanzania kuwa miongoni mwa wazalishaji wakubwa wa madini hayo barani Afrika. Hitimisho. Uamuzi wa kuvunja gereza la Songwe ili kupisha uchimbaji wa madini ya niobium ni hatua kubwa yenye faida na changamoto zake. Kwa upande mmoja, ni fursa ya kipekee kwa Tanzania kuongeza mapato na kujiimarisha kiuchumi kupitia rasilimali zake za asili. Kwa upande mwingine, unahitaji usimamizi makini ili kuhakikisha kuwa faida hizi zinawafikia wananchi wote na si wachache pekee. Wakati utekelezaji wa mradi ukiendelea, macho ya Watanzania yanaelekezwa kwa serikali kuona namna itakavyosimamia rasilimali hii muhimu kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kijacho.